Lau si Mwenyezi Mungu, lau si Mwenyezi Mungu, lau si Mwenyezi Mungu mwingi wa kusamehe, al-afu, mioyo ingekata tamaa na wenye madhambi wangepoteza matumaini na dunia ingeonekana giza mbele yao. Na lau si Mwenyezi Mungu mpole, al-latif, majaribu yangekuwa bila malipo yoyote, lakini yeye ameweka katika mitihani malipo makubwa. Hata mwiba unaomchoma muumini hulipwa ikiwa ataridhia na kuvumilia. Na lau si Mwenyezi Mungu mwingi wa wema, alwasa, maisha yangekuwa magumu juu yetu na watu wangekuwa wanabanana wao kwa wao, lakini Mwenyezi Mungu amewapa waja wake nafasi na hakuwalazimisha zaidi ya uwezo wao. Na lau si Mwenyezi Mungu mwenye kujibu maombi na dua, almujib, nafsi zetu zisingetulia tunapomuomba na kumlalamikia yale yanayotupata na kutusibu. Na lau si Mwenyezi Mungu mpole vile vile, alhalim, madhambi yangetuangamiza, lakini upole wake juu yetu ni mkubwa na rehema zake hazina mipaka. Na lau si Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, arrahim, watu wasingehurumiana wala kuoneana huruma, hata mama asingemkumbatia mwanaye aliyemkosea. Na lau si Mwenyezi Mungu mmoja wa pekee, alwahidul ahad, mioyo yetu ingetawanyika kwa viumbe, tusingoelewana na hakuna ambaye angetunufaisha, lakini yeye pekee yake ndiye Mola anayestahiki kukusudiwa, hivyo akaziunganisha nyoyo zetu pamoja kwa ajili yake. Na lau si Mwenyezi Mungu mlinzi, alhafidh, mioyo na akili zetu zingechanganyikiwa kwa hofu juu ya nafsi zetu na familia zetu, lakini yeye ndiye mlinzi. Tunawakabidhi wapendwa wetu kwake na tunakuwa na utulivu juu yao. Na lau si Mwenyezi Mungu msitiri, hakuna ambaye angekaa na mwenzake wala tusingeweza kuishi pamoja, lakini yeye ni msitiri, anaficha mabaya na hueneza mazuri. Na mwisho kabisa, hii inatuonyesha jinsi maisha yote yalivyo, yamejengwa juu ya rehma na sifa za Mwenyezi Mungu. Bila hizo dunia ingekuwa ngumu sana na yenye kukatisha tamaa. Dumuni katika kheri, upendo na amani, utiifu pamoja na taa yake Mola Mannani. Wazenu njema dua, msinisahau kwenu vinywani, na bila kusahau kuwa unaogelea juu ya rehema zake Arrahman.